Leo nakuletea ushauri ambao nilimshauri msichana ambaye alikuwa na mahusiano na wakapata mtoto na huyo kijana. Mahusiano yao yamedumu kwa miaka 2 na huyo jamaa amekuwa ni mtu ambaye anakuja na kupotea. Kuna wakati anamuonyesha ushirikiano, kuna wakati anapotea miezi, alafu baadaye tena anarudi. Na huyo dada anampokea kwa furaha akirudi. Na kisha mpokea yule jamaa anapotea tena. Kwa hiyo imetokea hivyo mara nyingi, mwishowe ikabidi aje aombe ushauri kwamba afanyeje, mbona yeye anajishusha, anajitahidi kumpokea, anajitahidi kujiweka karibu naye, lakini huyo kaka anakuja kidogo alafu anapotea tena. Hii ni sehemu ya ushauri ambao nilimpatia. Kitu ambacho unatakiwa ukifanye tokea mambo yote yanapotokea, ilipotokea mara ya kwanza, ya pili, angalau ya tatu, ulitakiwa ambapo akirudi usimuonyeshe ukaribu, usimuonyeshe. Yaani unaweza ukamjibu kumwambia sawa, nimekubali tuendelee, lakini wewe usipige simu, usimtafute, yaani usiipe nguvu hiyo ya wewe. Maana Yesu ndo amekuja, inabidi yeye ndo awekeze, yeye ndo apambane, yeye ndo akomae na wewe. Lakini kama amekuja tu kidogo afu wewe ndo kuonyesha kwamba sasa unamtaka sana, unavunja ile nguvu yake aliyokuwa amekuja nayo ya kutaka kukupambania. Kwa hiyo ndo changamoto. Na naelewa kwamba ni kwa sababu unampenda mtu sana, kwa hiyo unashindwa kujizuia ile furaha, unashindwa kujizuia, au ndio hivyo kwa sababu unategemea kwamba moyo wote na nini, kwa hiyo unataka kumpokea haraka. Lakini ukweli wa mahusiano ya kudumu haupo hivyo. Yaani lazima uringe. Mahusiano ya kudumu yanahitaji umringie kwanza, kwa sababu tayari ulishaona trend inavyoenda tokea mwanzo. Uliona kabisa kwamba wewe ndio unayewekeza sana kwake. Wewe ndio unayejitoa. Kuwekeza sio kutoa kumpa hela kufanyaje. Yaani kama hivyo akitaka kazi yake unamfanyia, akitaka connection unampatia. Yaani chochote anachokitaka yeye unampa. Hiyo ndio inafanya aendelee kuchukulia poa. Na sio kwamba anafanya makusudi. Ni kitu ambacho amezoea. Kwa hiyo ili kumfanya aone umuhimu wako, inabidi hivyo vitu umnyime avipate kwa jasho kweli, a struggle. Kwa hiyo akisha struggle sana, akistruggle kupata ukaribu wako, akistruggle kupata hata salamu yako, hata akistruggle hata kuona kwamba yani wewe kumjibu message yake, kumjibu call yake, kwamba amekupigia simu mara kadhaa hujali, upokei, na kimya mwezi unakatika, kipiga tena hujali. Ungekuwa unafanya kitu kama hicho, japokuwa ita take some time, sababu kitu ambacho unakitaka kama ni so far mpaka sasa hivi ameshakuchukulia poa sana. Kwa hiyo lazima ufanye action ambazo pia zitachukua muda mrefu kidogo, ili sasa ajifunze, aone kabisa kwamba huyu mtu nikimsumbua kidogo tu, yani ni anapotea, nabaki na stress, nabaki sina msaada, na miss, lakini hajali. Yani lazima uitengeneze iwe ndefu. Haijalishi, yani huna haraka naye kiasi hicho, kwa sababu tayari mna mtoto, wala huna haraka naye kiasi hicho. Ni kiasi cha kutengeneza hizo gaps, na ndio hizo gaps pia zinakusaidia na wewe kupona. Ukiweza kuona kwamba wewe anaweza kupiga simu usipokee, au ukapokea ukamjibu tu, baada hapo ukadisappear, yani huna time, umbembelezi, maana singine na kuchokonoa tu ili uanze kumtafuta ajisikie vizuri. Kwa hiyo kuna wanaume anakuwa na weakness fulani ya kutokujiamini. Kwa hiyo akishaona kwamba kuna mwanamke fulani ananipenda sana, alafu sasa hivi tumekaa kimya, anakuchokonoa ili wewe umwanze tena kumbe unampenda, umemmisi au nini, afa anajisikia vizuri, anajisikia kwamba yeye anafaa. Unakuta huko aliko haambiwi hivyo, au kuna nana anakuwa hajiamini huko aliko, kwa anakuja kutafutia tunaita validation kwako, ili kujiamini kwake, kujiona mwanaume, kujiona kwamba ni mwanamume anayevutia, anayetetemekiwa na mwanamke, anakuja kuipata kwako, afa aendelee na maisha yake. Kwa hiyo usiendelee kumpa hizo validation. Yani inabidi ukweli ujitahidi kukaa kimya, kumwacha. Yani hata kama akipiga simu kuongea naye, ukamwambia issue yako, labda hiyo ni issue labda hizo kwamba
vipi kuhusu ile mtaji ulioniambia? Na usimwogope, maana haukuogopi. Kwa hiyo usimwogope kuambia chochote. Vipi kuhusu ile mtaji ulioniambia? Vipi kuhusu mtoto? Hivyo usiongelee mapenzi, usiongelee kwamba mimi unajua unanitumia. Yaani unajua wewe mwenyewe tayari unajua unatumiwa. After unaenda kumwambia yule mtu anayekutumia kama unanitumia. Unachokitengeneza ni kwamba ni azidi kukutumia zaidi na azidi kukudharau. Maana yake anajua unajua kwamba yeye anakutendea hivyo na bado unaendelea kutulia. Ni bora hata usimwambie kwamba ninajua kwamba unanitumia. Ni bora tu utulie uendelee kumwangalia mambo yake, afu ikifika muda umeona umechoka uendelee na safari yako. Lakini sio kumuonyesha kwamba unajua hicho kitu ambacho ni kibaya afu bado uko pale unamsubiria. Hiyo inafanya aendelee kukudharau. Na watu wakimwambia hivyo atamfikia atakujibu nini? Atabisha tu au atakaa kimya, afu baada hapo mwenyewe unaanza kumbembeleza. Kwa hiyo hayo mambo yote yanatengeneza ile hali ya wewe kuendelea kudharaulika. Sasa umeniambia unatamani kutoka. Najua kweli kuna time mtu anajikuta akili inakwambia hii sio, inabidi niende njia hii. Lakini moyo unajikuta bado umekuwa connected na yule. Na kwenye situation kama hiyo inabidi utumie akili zaidi, usitumie hisia. Moyo unaendelea kumpenda lakini utumie akili inavyokuambia usiendelee naye. Utaumia, utastruggle, utaona maisha magumu, utaona dunia ngumu, lakini lazima uvuke. Hakuna kitu kirahisi. Kitu chochote ambacho unakitaka lazima upambanie kukipata. Kwa hiyo unataka amani yako, unataka utulivu, unataka kuvuka hiyo sehemu uliopo, hiyo ulio stuck. Na kuvuka ni lazima utumie nguvu kwa sababu ni attachment kubwa, ni kitu kimekushikilia sana. Kwa hiyo unatakiwa tu uamue kwamba mimi sipokee simu yake au nitapokea nitaongea naye tu kawaida. Na bado baada ya hapo ni au excited kwamba yeye amenipigia jamani, I'm happy na nini. Hizo utakiwa kufanya tena kwa sababu tayari umeshaiona trend inavyoenda. Ingekuwa ni ukiona simu yake inakuja na mema, basi sawa, ungekuwa unashirikia. Lakini unajua kabisa simu yake inavyokuja inakuja na furaha siku moja, lakini baada hapo ni uchungu. Utakiwa kusahau. Na yeye sio kwamba eti itatokea ghafla kwamba this time aje yuko na nia njema sana kwako. Hapana, hawezi kubadilika bila wewe kumpa pressure kali sana. Yaani hawezi kuwa hivyo unavyowaza wewe bila wewe kumuonyeshea action nzito. Binadamu habadiliki kwa kirahisi hivyo. Tabia haibadilishwi kirahisi hivyo. Yaani kubadilisha tabia lazima umwadhibu, yaani apate kama adhabu fulani, aadhibike. Anakupigia simu ile amekumisi akusalimie, anakusalimia alafu ana expect maana na yeye tayari ameshajitengenezea hiyo, ana expect utaanza kujipeleka, utaanza kumcheki, lakini sasa hiyo ndio usimpe. Hapo ndo namna ya kuadhibu fikra zake na kupangua ule mkakati mzima ambao ulivyokaa kwenye akili yake. Aone mbona kimya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, wiki anakucheck tena, vipi na nini mami wangu, sio mpenzi wangu, sio mwanamke wangu. Unaweza kuongea kawaida sana, yani hata umshangilie, yani ushoboki. Afu baada hapo unapotea. Hiyo ndio inaanza kumbadilisha mtizamo wake na kumjengea hofu kwamba huyu ameshapata mtu, ina maana ameshanichoka, hanipendi tena na nini. Na hiyo ndio inayoamsha hisia kwa mwanaume. Mwanaume hisia zake haziamki kwenye mazuri, yani umpe raha mambo mazuri ndio ufiki kwamba ataanza kukupenda. Yani ukimuonyesha unampenda, ataanza kujipenda zaidi yeye. Lakini ukimuonyesha kwamba wewe ndio unayejipenda, ataanza kukupenda wewe. Yani jinsi unavyompeleka ndio anaenda huko huko. Kwa hiyo badala ya kumuonyesha kwamba unampenda sana, jionyeshe kwamba unajipenda. Yani hauta entertain wewe ujinga ambao anaufanya. Hii ni kitu ambayo ni process, sio jambo la siku moja au mbili, ni jambo la kujifunza. Na unavyozidi yani kwamba mpaka sasa hivi umeshindwa kumwacha, unakaa unatafakari kwamba kuanzia kesho sitaki tena kwa sana naye, simtaki. Alafu unarudia tena kule ulipokuwa, unarudi tena kule kwenye uchungu.
naelewa kwamba unatamani kutoka huko. Nasema kwamba ni process, maana inahitaji uwe na consistency. Yani usifanye kwamba leo ninaamua kumwacha, kesho umepata message yake unaamua kumrudia, kesho kutwa. Yani inabidi kama umeyaona maisha yako jinsi yalivyo, ukiwa na huyo jamaa, umeona trend nzima mambo yanavyoenda mkiwa pamoja, basi simamia kitu ambacho ni sahihi. Kwa sababu kitu ambacho ni sahihi na kitu ambacho ni si sahihi kwako vimepishana kidogo sana, yani mstari mwembamba. Kwa hiyo inabidi usimame imara kusimamia kile ambacho ni sahihi. Yani inabidi utumie akili. Ukienda kwa hisia utaendelea kuumia. Kwamba yeye moyo wangu unahisia nampenda, unampenda ndio, lakini ni moyoni mwako ndo unampenda. Yani unampenda moyoni mwako, moyoni mwake yeye hafikirii hivyo, au kwenye akili yake yeye hafikirii vile ambavyo unafikiria wewe. Kwa hiyo lazima uende kutokana na jinsi uhalisia ulivyo, na uhalisia utauona kutokana na yeye anapoonyesha. Yani utaisoma akili yake kutokana na matendo anayokuonyesha. Utausoma moyo wake kutokana na matendo anayokuonyesha. Moyo wake unaonyesha kwamba kuna namna anavutiwa na wewe, anakuja. Alafu kisha kuja, kuna namna anaridhika haraka sana, anapotea tena. Unaona, hiyo ndio picha halisi anayokuonyesha. Hiyo ya moyoni mwako ya kwamba unampenda sana wewe kwako, hiyo iko ndani ya moyo wako. Kwa hiyo fuata ile picha kamili unayoiona live, kwamba huyu ni mtu anakuja pap, anaridhika pap, anaondoka hivyo. Kwa hiyo sasa hivi akija, mimi natakiwa ni mtreat hivi, kwa sababu ninajua kabisa nikimchekea tu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu amepotea, ananijibu dry, anadisappear. Kwa hiyo hakuna uhalisia mwingine zaidi ya huo ndio uhalisia kwa sasa kwenye hiyo connection yenu. Haimaanishi kwamba kwa mbeleni inawezekana mambo yasiwe mazuri. Inawezekana mkawa mazuri, huwezi kujua, lakini kwa sasa hivi huo ndio uhalisia, na inabidi usimamie huo. Usiusoften, usiupake picha au ukaupaka rangi upendeze wewe kama picha nzuri kwa akili zako au kwa jinsi unavyojisikia moyoni mwako, utakuwa unajidanganya wewe. Simama na uhalisia huo. Ni uhalisia unaoumiza sana, unaokukera, hutaki kuona, lakini inabidi usimame nao hivyo hivyo, na umtreat jinsi ambavyo unatakiwa kuwa treated. Usimpe hiyo validation anayoitaka, usimpe hiyo furaha anayoitaka. Yani usitoe vitu bure, kwa sababu yeye hajali. Yeye mbona hakupi hivyo vitu bure? Yani ukija kwa furaha, umemisi, unampenda, unataka kumuona, yeye mbona anapotea? Hajali, hakupi. Na wewe sasa usitoe bure, kwamba mtu anakuja tu anakwambia nimekumisi mama, halafu na wewe unampa bure kwamba na mimi nimekumisi na nini. Hiyo ni unatoa for free. Inakuwa ni upendo wako uko cheap, unapatikana kirahisi. Sasa ni muda wa kufanya upendo wako wa thamani sana, uwe expensive, kwamba akiuhitaji lazima struggle, yani nisiwe kirahisi. Kwa hiyo unabidi usimame imara, utumie akili zaidi, upambane na hisia zako kwa sasa hivi. Hisia ziwepo, mpende na nini, lakini ujue kabisa hutakiwi kumuonyeshia, kwa sababu kinachoharibu hilo jambo ni hisia zako mwenyewe. The moment unamuonyeshia tu, the moment umeharibu. Huo ndio uhalisia, hamna uhalisia mwingine. The moment unaonyesha kwamba uko pamoja naye, mko kwenye hiyo flow unayosema, umeharibu. Kwa hiyo you don't do that. Usifanye hivyo kabisa, maanake kitu kizuri ndio hicho, kwamba wewe mwenyewe unajua kwamba nikiongea naye, nikimchekea, nikifanya hivi na hivi, ndio anavyoniringia. Kwa hiyo sasa usimfanyie hivyo vitu, maana unamfanyia vitu vizuri afa anakuringia. Kwa hiyo yeye muonyeshe na wewe namna halisi ya kuringa. Hata kama unaumia vipi ndani ya nafsi yako, lakini muonyeshe kwamba na unajua kuringa tena zaidi ya kuringa. Na unapokosa kwenye process ya kufanya hivyo, ndipo ambapo unajifunza kuwa sawa, na thamani yako inavyozidi kurudi unakuwa sawa. Unaona kwamba kumbe, yaani utaanza kushangaa kwamba kumbe nikiringa ndo anavyozidi kunifuatilia. Kumbe nisipomjibu message ndo anapiga tena. Kumbe nikifanya hivi ndo anafanya hivi. Utaanza kujisikia vizuri, utaanza kupata ile hali ya kupona, na mwisho utakaa sawa kabisa.
Na imani kupitia ushauri huu umejifunza kitu na unaweza kuutumia pia kwenye mahusiano yako yanayokusumbua. Comment makopa hapo, like hii video kama imekufundisha kitu, pia share kwa watu wengine, na kama huja subscribe na ugusa kengele ili nitakapo posti tena uendelee kujifunza. Chao.